Katika ulimwengu wa sasa wa teknolojia, mambo mengi yamebadilika kabisa. Nilikuwa nafuatilia mradi wa Wuhan kipindi cha corona mwaka 2019. Nikaona Wuhan walijenga hospitali kwa siku 8 peke yake, only 8 days, na baada ya siku 6 baadaye jengo likawa linatumika. Lakini nimeangalia pia miradi mingi ya China, skyscrapers zinajengwa siku 19, siku 7. Japan, China walijenga pile mradi wao wa reli iliyojengwa mwaka 92 ikawa inafanywa renovation mwaka 2025. Walijenga ndani ya masaa 24. Walikuwa na wafanyakazi 1500. Mradi ukawa umekamilika. Swali langu la msingi lilikuwa katikati teknolojia hii kubwa ambayo tunaizungumzia, kwa nini miradi yetu mingi haiishi kwa wakati? Hilo lilikuwa ni swali langu kubwa ambalo nimekuwa nikijiuliza. Tuna teknolojia kubwa, tuna vifaa vingi vya kisasa, lakini kwa nini miradi yetu mingi haiishi kwa wakati? Mimi nimekuwa na majibu mawili. Moja, teknolojia ipo kwa wenzetu na sisi hatujaiadapt teknolojia ambayo ipo huko kwetu. Na hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kunakuwa na skill mismatch kati ya kile kinachofundishwa chuoni na kile ambacho wataalamu wanakutana nacho site. Na watu wamezoea kujifunza au wameweza kuona vitu vile vile ambavyo vimekuwa vikitokea kila siku katika miaka ya zamani sana, miaka 200, miaka 20, miaka 100 iliyopita, na malecture na professors wamekuwa wakileta mifumo ile ile kuileta ndani. Kwa mfano, leo tunazungumzia masuala ya pre-stressed concrete. Leo tunazungumzia masuala ya pre-manufactured concrete. Ukienda kwa mfano China, slabu, column, wall, beam zote unazinunua kiwandani. Unaweka bana, na nyumba yangu ya dimension 1 2 3 1 2 3, nitengenezeni 1 2 3 4 5. Kwa hiyo vile vitu vinatengenezwa, halafu kwako ukija unafanya assembling, only assembling. Sasa assembling inachukua very few minutes. Hata ukiangalia jengo la Wuhan ni base ilitengenezwa, lakini assemblage ikafanyika kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo teknolojia yetu iko very low, lakini sio very low, hata mifumo ya shuleni tunayofundishwa kunakuwa na very great gap of skill mismatch. Kile ambacho unajifunza chuoni ni tofauti kabisa na kile ambacho unakutana nacho wapi? Mtaani. Lakini jambo la pili, tuna management ndogo. We have a very low skill in management. Wakati nasoma report ya CRB nasema ilikuwa mwaka 2023 walitoa taarifa kwamba katika mwaka 2023 zaidi ya miradi mingi ilipoteza zaidi ya 1% kwa sababu ya poor management. Na hii nimeizungumza kipindi kilichopita na nimezungumza tena leo. Na nitazungumza tena leo kwamba miradi mingi ambayo tunaifanya ya ujenzi, wale ambao wanatoa maamuzi ni watu ambao pia hawana experience zilizoshiba. Nataka nikupe mfano mmoja. Mradi wangu wa mwisho ambao nimefanya Dodoma, ulikuwa ni mradi wa bilioni 50. Pale nilikuwa nafanya kazi ya kufanya organization, lakini recruitment ya watu. Maana yake nilikuwa nikifanya nini? Natafuta watu na waajiri, natafuta watu napata material, lakini pia natengeneza team. Alafu nikishatengeneza team na kutafuta watu na kutafuta material, naacha ile team iendelee kufanya kazi, mimi naendelea kwenye miradi mingine. Hiyo kazi nilikuwa nikifanya mara nyingi sana. Sasa kwenye ule mradi consultant aliamua kwamba ule mradi ambaye anatakiwa awe clerk of work awe na uzoefu wa miaka 20, lakini awe professional engineer. Lakini alitaka mkandarasi pia awe na engineer mwenye uzoefu wa miaka 20 ambaye ni professional. Kwa hali ya mradi, kwa sababu mradi ulikuwa ukijumlisha mafoni kama floor 28 na zaidi. Kwa hali ya mradi ni kweli alitakiwa mtu huyo awepo site. Lakini guess what? Aliwekwa mtu mwenye experience ya miaka 2 peke yake. Ni graduate civil engineer, ametoka shule miaka 2, na anamsimamia Mchina ambaye mimi nimefanya naye kazi, ana uzoefu sio tu kufanya kazi Tanzania hadi nchi zingine. Mimi kiukweli nilipoangalia nikasema huyu mtu hawezi kutoboa na mradi huu hauwezi kwenda kwa speed ambayo inatakiwa. Sasa nini tufanye? Lazima tuwe na watu ambao wana skill kubwa. Si tu skill ya kujua nini kifanyike, lakini skills katika eneo la technology. Alafu watu wajue teknolojia gani nikiitumia hapa mradi utaisha haraka na kwa wakati. Kwa hiyo unaona miradi ambayo tunaifanya haikutakiwa hiyo ya miaka yoyote. Lakini pia ni vizuri serikali iangalie kwa kiwango cha pili namna ya kuweka viwanda. Na hapa nazungumzia kwa serikali na private sectors. Viwanda ambavyo vita copy teknolojia ya nje kuileta ndani. Na hapa nazungumzia teknolojia kama ya pre-stressed concrete, teknolojia kama ya pre-manufactured concrete. Unanunua, tuwe na viwanda ambavyo vinatengeneza nguzo za zege, vinatengeneza slabs na nini,
ili ukiwa unajenga ghorofa lako usichukue siku nyingi. Ghorofa sio la kujenga miaka 4 au 5. China wanaonyesha wazi kwamba unaweza kujenga ghorofa lako ndani ya mwezi mmoja na ukahamia. Kwa hiyo si tu kigezo cha kuwa na pesa peke yake, hata technology ni lazima tuweze kuemploy. Na hapa ndipo umuhimu wa technology unapokuja. Wakati najaribu kuangalia kuna teknolojia nyingi zinaendelea, zinaonekana. Teknolojia ya kupiga plaster, umeona kuna mashine ambazo zinapiga plaster zenyewe. Teknolojia ya kufunga zile chuma, teknolojia ya kupaka rangi, teknolojia ya kuweka tiles. Sasa hivi tiles hauhitaji kuwa na fundi agonge mara atapasua tiles hapa. Hiyo teknolojia imepitwa na wakati. Sasa hivi kuna mashine ukiweka inameza tiles, inatoa tiles. Lakini pia niliona mashine moja inaitwa 3D printer. Hiyo mashine ina print nyumba. Unaweka mchoro, ina print nyumba. Kwa hiyo tupo katika ulimwengu ambao hatuna sababu ya kuwa na delay kwenye miradi. Lakini sababu nyingine ambayo inafanya miradi yetu mingi iweze kuchelewa, kuna kuwa na kwa watu binafsi, watu wengi wanakuwa hawajajipanga, hawajui nini wafanye. Lakini kwa serikali au miradi mingine mikubwa kunakuwa na kona nyingi, miradi inakuwa na kona nyingi. Kwa hiyo miradi inafanya isikamilike kwa wakati sahihi. Niwasihi watu wote ambao tunafanya kazi za ujenzi, tusidharau au tusipuuzie kabisa masuala ya teknolojia. Ikiwa hauwezi kuipata teknolojia kubwa, basi kuwa na vifaa ambavyo vitakusaidia kazi yako kwenda kwa spidi kubwa. Mimi ni Eman Paul na hii ni Lemon Nation Academy. Ikiwa unahitaji ushauri wowote kuhusiana na masuala ya ujenzi, usisite kutupigia kwa namba 0621003092 au tuandikie kwenye comment. Nataka uniandikie kwenye comment ni teknolojia gani uliiona au umeiona au unaiona inaweza kufanya kazi zetu zikaenda kwa spidi kubwa. Lakini ni teknolojia gani ambayo ikiletwa Tanzania itapunguza baadhi ya kazi za watu wengi? Tuandikie kwenye comment na sisi tuko tayari kushauriana na wewe kwa pamoja. See you next time. Bye.